Kahawa iko na kisirani. Kahawa vile vile. Hapo kwa kahawa vile vile tumekubaliana. Hii mambo ya kahawa tunataka kuhakikisha, unajua tulibadilisha kwanza tukasema hata mkulima awe represented katika coffee auction. Pale ndio anajua kahawa yake imeuzwa shilingi ngapi. Sio kusema ya kwamba ati watu wachache brokers ndio wanakaa kwa soko ya kahawa. So hapo tumenyorosha, lakini kuna mahali imebakia. Mimi nataka tu mnipatie nafasi kadogo. Hiyo watu ambao bado wako pale, na nimeweka waziri mpya wa kuhakikisha kwamba hiyo mahali tunanyorosha vizuri mpaka pesa ya kahawa ifike kwa mfuko ya mkulima. Hata juzi, sio juzi, hata jana nimeondoa board ya watu wa KCC kwa sababu walikuwa wananisumbua, na nimeweka management mpya kwa sababu niliwaambia mimi nataka mkulima alipwe shilingi 50 kwa kilo moja bila ya kuulizwa maswali, na hatutaki ati mkulima ati yeye analipwa 40, maziwa inauzwa 50. Hapa katikati kuna watu wanakula shilingi 10 na hawalimi, hawakamui, hawatafuti chakula, hawafanyi chochote, ati ni watu ya transporter sijui nani. Tumesema hawa watu wote transporter, mtu ya cooperative wagawane shilingi 3, mkulima apatiwe 50, kwa sababu mkulima ndiye mwenye maziwa. Ama namna gani? Si mkulima ndiye anaamka mapema? Si ndiye anatafuta chakula? Si ndiye anatafuta dawa? Si ndiye anakamua? Si ndiye huyo apata pesa nyingi? Hawa wengine mabroka hapa katikati siwapotee, wagawane hiyo shilingi 3 ama wakwende mahali wanataka. Sijui kama tumekubaliana. Mnasema mkulima alipe shilingi ngapi? 50. Mkulima alipe 50. Iko watu ya KCC hapa? Hawako Haya, nitapanga na waziri ambaye amekuja sasa. Nipange vizuri na huyu Kang'ata atanisaidia. Wapi Kang'ata wa Marua? Huyu Kang'ata lazima nisaidie kupanga hapa chini. Si ndio? Mnasema tupangane na huyu Kang'ata anipangie hapa chini, anyoroshe mabrokers hapa, mimi ninyoroshe na huko juu. Muliona jana niliweka board mpya ya KCC, na leo asubuhi tumeweka management mpya ya KCC. Tuhakikisha kwamba haki ya mkulima vile tuliwakubaliana na wao inafikia mkulima. Watu wa Kiriaini tumeelewana jameni? Murang'a tumeelewana? Simuliona juzi watu walikuwa wananisumbua kidogo, lakini nikawaambia ya kwamba tulikubaliana na watu wa Kenya. Kenya ni nchi ya demokrasia. Kenya ni nchi ambayo tunaamini kwa amani. Hatutaki fujo, hatutaki maafa, hatutaki kuharibu mali ya watu. Sisi ni watu wa kujenga nchi, sio kubomoa. Kweli ama si kweli? So nikawaambia vile nyinyi wote mlikubaliana, tukasema tuunde serikali ya kuunganisha wa Kenya. Juzi nimetengeneza baraza ya mawaziri ya kuleta kila mtu hapo ndani. Ile mtu wako na kisirani akuja hapo ndani, ile ako na maneno mzuri akuja hapo ndani. Tukubaliane hapa ndani vile Kenya itaenda mbele. Hawa watu wananiita Zakayo, na ile pesa mimi natafuta si yangu. Sasa mimi nauliza nyinyi, kwani hii pesa mimi natafuta ya Kenya? Ile pesa mimi natafuta ya Kenya inaenda kwa akaunti yangu? Si ni pesa ya Kenya? Si ni ya kujenga barabara? Si ni ya kujenga stima? Si ni ya kusomesha watoto wetu? Si ni ya kulipa madawa? Sasa mimi nauliza, sisi wote tufanye hiyo kazi pamoja? Ndio nimesema kila mtu akuja hapa tukue Zakayo, sisi wote tutafute hii pesa. Ama mnasemaje watu wa Kiriaini? Si kila mtu akuja hapa ndio tukubaliane vile pesa itapatikana, tulipe madeni, tuendeleshe maendeleo. Ndio hiyo kazi mimi nimefanya. Sasa mimi nataka niulize nyinyi, mnataka nifungie wengine nje ama niwalete wote pamoja ndani? Niunganishe hao watu wote? Waswahili wanasema umoja ni nini? Si wanasema umoja ni nguvu? Mnasema niunganishe watu wote waingie hapa ndio tufanye kazi pamoja, tulipe ushuru pamoja, tulipe madeni pamoja, tufanye maendeleo pamoja. Wala wanakubali nione kwa mkono wala ama namna gani watu wa Murang'a? Nego kana tiguo neturaiguithania fio kabisa. Wacha sasa nimuite
rafiki yangu Deputy President awasalimie.